Ndugu zangu, waumini wenzangu, tumsifu Yesu Kristo. Basi tunapokaribia mwishoni mwa kipindi hiki cha mwaka 2025 na tukikaribia kabisa katika maadhimisho ya sherehe ya kuzaliwa kwake Bwana wetu Yesu Kristo, basi nipende kutumia nafasi hii kuwatakia nyote heri na baraka kwa sherehe za Noeli. Hii ni Noeli ya pekee. Ni Noeli ya pekee katika maisha ya wengi. Ni Noeli katika mwaka wa jubilei ya miaka 2025 ya Ukristo. Noeli hii ni mwaliko wa kuendelea kumfurahia Mungu aliyetujalia nafasi ya kuona tena uso wake katika mwanaye mpendwa Yesu Kristo, aliyezaliwa duniani kwa kusudi la kukaa kwetu, kama anavyotuandikia Yohane Mwinjili akisema, neno alifanyika mwili akakaa kwetu. Yohane sura ya 1 aya ya 14. Ninaomba myapokee machache haya ninayowashirikisha kama salamu zetu kwa taifa la Mungu katika sherehe hizi za Noeli ya mwaka 2025 na salamu za mwaka mpya 2026. Kwanza kabisa napenda kuzungumzia kuhusu unyenyekevu wa Mungu kwa faida ya mwanadamu. Kama Mungu aliye juu asingekubali kushuka chini, mwanadamu aliye chini asingeweza kupanda juu. Katika fumbo la Noeli tunatafakari jambo kuu na la kushangaza wengi, hasa wenye imani na wasio na imani pia. Mungu amejinyenyekesha kwa ajili ya mwanadamu. Amejinyenyekesha kwa ajili ya mwanadamu ili pia mwanadamu apandishwe hadi kushiriki maisha ya mbinguni pamoja na muumba wake, pamoja na Mungu. Ni kwa sababu hiyo Mtakatifu Atanazi alisema, Mungu alifanyika mwanadamu ili mwanadamu aweze kufanywa mshiriki wa umungu wake. Wapendwa taifa la Mungu, unyenyekevu hata leo unahitajika. Tena unahitajika kuliko wakati mwingine wowote. Tulio wakubwa kwa sababu ya umri au madaraka, tunahitaji unyenyekevu ili tuweze kuwafikia wale walio chini yetu. Daktari asiye mnyenyekevu hawezi kumtibu mgonjwa, maana hataweza kujishusha hata kufikia kuzungumza lugha inayopokelewa na mgonjwa ili ajieleze kwake kwa uhuru, kwa nia ya kupata tiba anayohitaji. Hata wale walio wadogo wanaohitaji unyenyekevu ili pia waweze kumpokea huyu mkubwa ambaye anakuja kwao ili ashiriki furaha, taabu na changamoto zao. Na yote ni kwa nia ya kutaka kuwaelekeza namna nzuri ya kuhusiana na Mwenyezi Mungu, watu na viumbe wengine. Mtu anayekuja kwetu kwa nia ya kutusaidia, akiwa mwenye nia njema na kama hakuna mashaka yoyote kuhusu anachotuelekeza, sio wa kukwepa au kutupilia mbali kwa visingizio kwamba hata bila yeye
twaweza kujimudu. Neno alifanyika mwili kwa ajili yetu. Tumpokee ili atufundishe kuishi maisha mapya yanayokubaliana kwa Mungu na yenye faida na hamasa kwa wengine. Jambo la pili, tufurahi kwa shukrani. Yesu amekuja duniani na kukaa kwetu. Tuna kila sababu ya kufurahi. Kuna kishawishi cha walelewa kukosa furaha ya moyo pale mlezi wao anapoamua kukaa karibu nao kwa masaa mengi. Kuna kishawishi cha kukosa amani ya moyo pale kiongozi anapoweka kambi na kuishi karibu sana na anaowaongoza. Kuna kishawishi cha watendaji wa nyadhifa za chini kufikiri kuwa wamesongwa pale ambapo mtendaji mkuu anaamua kuhamishia makazi na ofisi yake kati ya ofisi na makazi ya watendaji wa nyadhifa za chini. Bwana ameamua kuweka makazi yake kati ya makazi yetu. Dunia ni nyumba yetu sote wanadamu. Noeli ni tangazo la uamuzi wa Mungu kuweka makao yake kati yetu. Ni kweli neno wa Mungu amefanyika mwanadamu ili akae kwetu wanadamu. Dunia na wapenda dunia wanaweza kuuchukia uamuzi huu wa Mungu, wakidhani kuwa Mungu amekuja kuwasonga. Mungu hajaja duniani kutupeleleza. Hajaja duniani kutukebehi. Hajaja duniani kutucheka. Hajaja duniani kutupa ahadi za uongo. Hajaja duniani kwa nia mbaya. Amekuja duniani kutuletea mwanga mpya na matumaini mapya kwamba dunia iliyojaa upendo, amani, furaha, msamaha, juhudi ya kazi, uaminifu, ukweli na haki inawezekana. Hata kama mambo yameshaharibika au yanaelekea kuharibika, tunaweza bado kuona mwanga wa matumaini kwa maisha ya sasa na maisha ya baadaye. Ikiwa tu tutakubali kumkaribisha Mungu katika maisha yetu ya kiimani, ya kisiasa, ya kijamii, ya kielimu na kibiashara. Tusimfukuzie mbali kama mgeni. Vyote vilivyoko duniani na mbinguni na hata sisi wenyewe ni mali yake. Tukumbuke kuwa Mungu ameamua kukaa kati yetu ili atuongoze na kutufundisha njia ya upendo, njia ya haki, njia ya amani, njia ya ukweli, njia ya uwajibikaji na uaminifu katika huduma zetu kwa wengine, pamoja na Mungu mwenyewe anayeshughulikia na kuthamini maisha ya kila mmoja wetu. Kwa sababu hiyo, msiogope na wala tusiogope. Na hili nalipenda kulisema kama jambo la tatu. Yesu alipozaliwa, malaika aliwaambia wachungaji, msiogope, kwa maana ninawaletea habari njema. Tunapenda kuwatia moyo wote wana taifa la Mungu. Tusiogope.
hatuko peke yetu sasa, na wala hatutakuwa peke yetu mwanzoni mwa mwaka mpya, katikati ya mwaka mpya na mwishoni mwa mwaka huo 2026. Mungu ameamua kuweka maskani yake pamoja nasi wanadamu. Tunamtakia baraka, ulinzi, amani, furaha na mafanikio katika maisha kila mmoja wenu. Mungu awabariki na daima na awajalie kuonja uwepo na upendo wake. Salamu na ujumbe huu vimetolewa nami Joseph Roman Mlola, askofu wa Jimbo Katoliki la Kigoma, kwa niaba ya Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania. Nasi mwaka huu kwa neema ya Mungu tukiwa ni wenyeji wa maadhimisho ya mwaka huu wa sherehe za kuzaliwa kwake mtoto Yesu. Mtoto Yesu atusindikize na awe nasi daima, na atujalie sote moyo radhi wa kumpokea, kwani amekuja kukaa nasi, ashiriki ubinadamu wetu ili atuinue nasi atushirikishe umungu wake. Asanteni sana na sherehe njema za amani na utulivu.